akaona amekalia hii wili karanja ya hemophilia B. Na yeye ni mgonjwa wetu katika hii au hemophilia patients and 1999 hapo 2000 wakati niliumia goti nilipokuwa nikicheza football. So goti ikafula sana, kakuja hapa hospitali nikafanywa physiotherapy but kuweza kukua vizuri. And then nikaenda Kikuyu Hospital PCA, Kikuyu Hospital PCA ile orthopedic. Sasa nilipofanyiwa ile upasuaji ndio ikaweza kubreed sana kwa goti. Ile kubreed ndio madaktari wakaweza kujua kweli niko na hemophilia. In terms of treatment, it's very expensive. Manake one factors goes in ile dawa moja inaenda at around maybe 50,000. Unaona, na maybe unahitajika upate like mara 3 kwa siku. Tukafikiria kama kikundi cha Kenya Hemophilia Association kuweza kujadiliana na governor na administrators wa Laikipia ili tuweze kutengeneza kliniki ambayo itashughulikia hawa wagonjwa. So sana sana huwa tuna depend na donors. Na inafika pahali ambapo donors dawa haijafika kwa facility. Kwa hivyo unakuta kwamba wakati huu ambao dawa haijafika kwa facility, mtoto anaumia sana. Mtoto analazwa tu kwa ward. So tungeuliza government kama inaweza tununulia hizi dawa za hemophilia factor concentrate, tunaweza furahia sana ili watoto wetu waache kuumia na hata waende shule kama wale watoto wengine, kwa sababu unapata kwamba that is why now for our region Laikipia, Isiolo, Samburu, Baringo, this part of Nakuru, parts of Nyeri, Embu, if somebody is a hemophilia, but the facility is now here so that they don't have to travel to Nairobi and other parts of Kenya to look for that service. So our job ni kueneza hiyo injili ili watu wote wajue